Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nimeshukuru Jehova Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ameniwezesha kufika katika studio. Wacha tuombe kwanza ndipo ninene. Baba mtakatifu, asante, nimekushukuru, nimeinua jina lako juu, nimekupigia salute kwa siku ya leo. Baba, umeniwezea, jina lako litukuzwe. Baba, neno ambaye nataka nihubiri ni yako, watu wote ambao wanataka kusikia ni wako, watu wako na shida na vitu tofauti ni wako. Baba, jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Wacha tusome na wewe agano kutoka kwa Luka matakatifu 5:4. Agano inasema ya kwamba alipokwisha zungumza na watu akamwambia Simoni, sasa ipeleke mashua hadi mahali penye kina kirefu, kisha mshushe nyavu zenyu nanyi mtapata samaki. Simoni akamjibu, Bwana, tumekesha usiku kucha tukivua na hatukuambua kitu chochote, lakini kwa kuwa wewe umesema, tutazishusha nyavu. Nayo walipofanya kama Yesu alivyoagiza, nyavu zao zikajaa samaki, zikaanza kuchanika. Wakawasi wavu wa ile mashua nyingine waje kuwasaidia. Mashua zote mbili zikajaa samaki hata karibu kusama. Simoni Petro alipoona yaliyotokea, alipiga magoti mbele ya Yesu akamwambia, Bwana, tufanyaje? Tafadhali uniache, kwa maana mimi ni mwenye dhambi. Kwa kuwa yeye na wavuvi wenzake walikuwa wameshaangazwa sana na wingi wa samaki. Kile nilikuwa nataka ninene ilikuwa kwa mstari wa 4 peke yake, mstari wa 4, 5 hadi 6. Hizo zingine nitaongeza tu. Wacha niendelee na mstari wa 4. Inasema ya kwamba alipokwisha kuhubiri Yesu, akaenda kwa Simoni akamweleza Simoni aende ndani ya maji na aweke nyavu mahali pa ndani. Alipokwisha kuzungumza na watu akamwambia Simoni, akaeleza Simoni, sasa ipeleke mashua hadi mahali penye kina kirefu, kisha mshushe nyavu zenyu nanyi mpate samaki. Agano inasema kulikuwa na siku ingine ambapo Simoni waliteseka sana usiku kucha wakikosa samaki. Wameweka nyavu mpaka ikakucha usiku kucha. Na nyumaye, haleluya, nyumaye Yesu akawastua. Baada ya Yesu kuhubiri, akaenda kwa Simoni. Akaeleza Simoni, peleka maziwa
ndani ya maji na uchukue nyavu uweke mahali parefu sana kilindini, mahali na si mkubwa, usike samaki. Na Petro akamweleza, Bwana, tulizunguka usiku zote hatukupata samaki, na kwa vile umesema kupitia maneno zako tutapeleka nyavu. Hapo ndio nataka ninene. Hapo tu. Hapo inamaanisha maneno ya Yesu kuna nguvu. Alipopata kama Simoni wameteseka, nimekubali. Ndio sababu gani nasema njooni kwangu nyinyi wote ambao mmezunguka tena mmelemewa na mzigo na mmezunguka. Njooni kwangu nyinyi wote ambao mmelemewa na mzigo na mmezunguka na nitawapumzisha. Ni ukweli hakika. Alipata kama kina Simeoni walizunguka usiku kucha. Hawakuwa na chochote, hawakushika chochote. Glory to Jesus. Ndipo Roho Mtakatifu wa Mungu ikalenga Yesu kwa kina Simon. Akaenda, hawakuuliza maswali. Hawakueleza akina Simoni chukue kitambaa. Hakumwambia hii maji ni maji ya baraka. Hakumwambia paka hii mafuta. Yesu hakumweleza osha akisha msuma. Yesu alimweleza, akaenda kwake na hakumuuliza hata swali mingi. Sasa hizi swali nyingi Petro ndiye anaeleza Yesu. Na kwa kweli Yesu alikuwa amejua. Akamweleza tu Petro, Simon, chukua maswani yenyu na nyavu muingize ndani ya maji mahali kuna simu kubwa. Na ukifika hapo uende ushike samaki. Sasa vile Petro alizunguka usiku kucha, njooni kwangu nyinyi nyote ambayo mmelemewa tena mmezunguka na mzigo, na mimi Yesu Kristo nitawapumzisha. Mapumziko zetu inatoka kwa Yesu. Ni mapumziko. Yesu ndiye anatupumzisha. Ndipo Petro akaeleza Yesu, Baba, Bwana, Mkombozi, sisi tulizunguka. Yeye ndiye amesema. Sio Yesu ndiye alimweleza. Yesu alimweleza tu direct. Darani akamweleza, enda, chukua, enda. Nami niko hapa, Yesu amenituma nikueleze, enda, chukua nyavu, chukua mashua, enda ndani ya maji. Shika samaki. Leo hii utashika samaki ambayo Petro alishika. Wewe ingia ndani, chukua nyavu. Nyavu ni imani yako. Chukua nyavu, ingia ndani. Chukua kile unataka. Kama ni uponyi utapata leo. Kama ni madaraka utapata leo. Kama ni pesa utapata leo. Chochote ambayo unataka leo utapata. Kwa nini? Yesu ndio amesema. Petro akamweleza, Bwana, tulizunguka usiku kucha hatukupata chochote. Hatukupata chochote. Wewe ambaye unanitazama, umezunguka. Hakuna chochote umepata. Kwa kweli umezunguka. Hata kama umezunguka vile ulivyo, Yesu yuko akufanyie leo. Mazumbuko yako inaisha. Masumbuko zako inaisha sasa. Yesu ako tayari kukufanyia chochote ambayo unataka. Umezunguka. Petro amemweleza, Bwana, tulizunguka usiku kucha hatukupata samaki. Wewe umezunguka. Tunaye Yesu ambayo atakuondolea mazumbuko. Atakupumzisha. Ndipo Petro akasema, kwa vile umesema maneno ambayo imetoka kinywani chako, umetueleza tupeleke mazua na nyavu. Vile umesema, ninataka uelewe kile ninasema, ya kwamba kile Yesu amesema haifutwi. Kile Yesu amesema haipiti.
kile Yesu amesema haikwami, haikosi kile Yesu Kristo amesema. Petro akamweleza, Bwana, sababu tulizunguka usiku kucha hatukupata chochote, na kwa vile umesema, umenena na kinywa chako, wewe Yesu ndio umesema. Sahi, eleza Yesu kile unataka, sababu akisema itatendeka. Petro akajibu akasema, nitapeleka nyavu kwa sababu umesema. Nitapeleka nyavu. Ni nani sasa anajisikia anataka kupeleka nyavu kwa Yesu? Ni nani anasikia akona shida ambayo haiwezekani kwa waombaji? Ni nani anasikia akona shida hata wa ukoo, wazazi, bibi, bwana, watoto, masomo, mali, haiwezi? Ni nani? Petro akasema, ni vile umesema. Simoni akasema, vile umesema, sababu umesema. Hata ingawa hivyo tulizunguka usiku kucha. Na sasa umesema, nitapeleka nyavu. Nitapeleka nyavu. Ni nani anataka asikie sauti ya Yesu sasa? Upeleke nyavu. Simoni alikubali. Kwa vile Yesu amesema, kile ninaendelea na kusema ya kwamba maneno ambayo Yesu amesema haipiti. Maneno ambayo Yesu amenena, kumbe maneno ya Yesu iko na nguvu. Maneno ya Yesu iko na nguvu. Maneno ya Yesu iko na nguvu. Chochote ambayo Yesu amesema inatendeka. Petro alithibitisha, akasema, kwa vile umesema, nitapeleka nyavu. Vile umesema, kupitia kwa maneno ambayo imetoka kinywani chako, ninapeleka. Ndipo akapeleka nyavu. Agano inatueleza dharani ya kwamba alipopeleka, akastuka, wamepata samaki mpaka nyavu inataka kupasuka. Ikawabidi waite wenye mashua zingine wakuja wawasaidie. Agano inatueleza adharani ya kwamba waligawa samaki kwa hizi mazua ingine, mpaka hizi mazua mbili zilikuwa zinataka kuingia ndani, kusama ndani la maji, sababu zilikuwa na usitu nyingi. Nyumai Petro akasema, Yesu ndiye alisema nikapeleka mazua, nikapeleka nyavu, nikapata samaki ambayo tumegawana kwa mashua mbili. Mimi naenda kwa Yesu. Ninauliza, nani anataka akuje kwa Yesu sasa? Kwa vile Yesu anaenda kutenda makuu maishani mwako. Simoni akakuja kwa Yesu, akapiga magoti chini, akasema, Bwana, uniondokee, mimi ni mwenye dhambi. Sifai nikuone na macho, sifai nikuongeleshe, mimi ni mwenye dhambi. Nimefurahia sana na Simoni, sababu Simoni alikubali yeye ni mwenye dhambi. Yeye ni mwenye dhambi. Ndipo akakuja kwa Yesu, akainama chini, akasema, mimi ni mwenye dhambi, Bwana, uniondokee. Kwa nini alikuwa anaona yeye ni mwenye dhambi? Ama kwa nini alikuja kujitubu? Kwa vile yeye mwenyewe na nguvu yake alijaribu sana ashike samaki, haikupatikana. Na saa zile Yesu aliongea, alipata. Wakati Yesu alinena, alipata samaki. Akaona ya kwamba kumbe mimi ndio mwenye dhambi, sababu dhambi yangu nilikuwa imezuia hii samaki nisipate. Na vile Yesu yule ana dhambi ameninenea, samaki ikakuja nikashika.
Sasa nimejua mimi ni mwenye dhambi. Haingekuwa Yesu singepata. Wewe pia mahali uko na shida. Kuna magonjwa, maradhi. Una uwezo, una raha. Uko na vitu nyingi maishani mwako. Yaani vitu ambayo haieleweki. Ambayo uwezi. Ukianza na hii, ukienda kwa hii, zote zinakwama. Hiyo ndio sababu Yesu alienda kwa Simoni, akapata Simoni haiwezi, amekwama. Hakunena maneno mengi, ati ninaona mzee mwingine, mtu amechukua damu yako, kamba fulani nyuma ya nyumba yenu. Yesu akaenda tu kwa Simoni na akamweleza, Simoni, chukua mazua, ingia kwa bahari. Chukua nyavu, ingiza kwa bahari na upate samaki. Ndipo Simoni akapeleka nyavu kwa bahari. Na alipopeleka nyavu kwa bahari, ikapatikana, wakapata masamaki nyingi. Ndipo akarudi kwa Yesu, akapiga magoti chini. Akaeleza Yesu, mimi ni mwenye dhambi, siwezi, ondoka kwangu Bwana. Niko hapa nikueleze. Unaweza kuwa mwenye dhambi na Yesu anakutaka. Unaweza kuwa mwenye dhambi na ujui wewe ni mwenye dhambi. Simoni aligundua yeye ni mwenye dhambi wakati alipata samaki kupitia kwa neno ambayo ilitoka kwa kinywa cha Yesu. Ndipo akajua kumbe yeye ni mwenye dhambi. Vitu zinaweza kutendeka kwako. Vitu zinaweza kutendeka kwako. Na ujui nini inafanya itendeke. Kumbe Petro alijua. Lakini alijua nyuma, baadaye kupata miujiza, ndio akajua yeye alikuwa mwenye dhambi. Niko hapa nikueleze, Yesu ako tayari anakutaka. Ameamuru ya kwamba upeleke nyavu kwa bahari mahali kuna imekuwa ndani deep water. Peleka nyavu, shika samaki. Chochote ambaye haikuwa ikiwezekana kwako, Yesu amekuamuru, enda uchukue. Vile vitu zetu ziko nyingi lakini hatuzioni, hatuwezi tukazishika. Yesu ametuamuru tuende na tupate samaki. Agano inanena dharani ya kwamba alipoenda akashika samaki, ndipo akaanza kutetemeka. Agano inasema alishika samaki ya kupindukia ambayo waligawanya kwa maziwa mbili. Akaita chombo chingine, wakamgawia samaki. Niko hapa nikueleze ni nini unataka kwa Yesu, sababu kwa Yesu kuna vitu nyingi ambayo utagawanyia watu. Wokovu tunagawanya. Roho Mtakatifu Yesu anapeana kwa watu. Uzuri Yesu anapeana. Ni nini unataka kwa Yesu sasa? Sasa ingine umezumbuka. Watu wamekuchekelea. Watu wamekudharau. Wamenena maovu juu yako. Wamezunguka hapa na pale wakikutafuta. Yesu anasema, enda, weka nyavu, shika samaki. Yesu alisema aende ndani ashike samaki. Ninataka nikueleze hiyo shida unapitia, Yesu ameijua na anaiona. Ndipo aliona kama Petro anazumbuka, ikamlazimisha aende mpaka kwa Petro. Hakumpigia simu, hakutuma mtu, alienda yeye mwenyewe moja kwa moja hadi kwa Petro. Na alipoenda, vile alikuwa amemjua kama alikuwa anamuona kwa CCTV ya siku hizi. Yesu ni CCTV. Yesu ni Jack. Yesu ni tingatinga.
Yesu anaweza vitu vyote. Yesu ndiye msindi. Alienda aliona kwa CCTV yake. Najua Yesu ni CCTV. Hata sasa ninaongea na wewe, Yesu yuko hapa na CCTV anakuona. Kaenda kwa Simoni akumuuliza chochote sababu alikuwa tayari amemuona kwa CCTV. Wewe pia Yesu anakuona kwa CCTV. Alipofika akamuuliza tu, Simoni, chukua maziwa, ingia ndani ya bahari, chukua nyavu, ingiza ndani ya bahari, uchukue samaki. Ndipo akamjibu kama ajui Yesu alimuona kwa CCTV. Ajui. Hakujua Yesu alimuona kwa CCTV. Ndipo akaanza kumweleza. Anamwekea dharani, anamwangazia ya kwamba Bwana, usiku tulizumbuka, usiku kucha, usiku zote, hatukupata chochote. Kama hakujua Yesu alikuwa amejua alizumbuka, ndio sababu Yesu alienda kwake. Yesu amenituma nikunenee kwamba ameona shida zako. Ukweli yako amejua. Madhara ambayo watu wanakufanyia amejua. Kifo ambayo inakufuata amejua. Haleluya. Bwana, tulizumbuka usiku zote, hatukupata chochote. Ni nani sasa alizumbuka? Ni nani anasikia amesumbuka sana ya kutosha? Yesu anakuongelesha. Ni nini unataka sasa? Chukua. Yesu alimtuma aende ndani ya bahari, aweke nyavu, ashike samaki. Ndipo alifanya. Na kabla hajaenda akaeleza Yesu ati sisi tulizumbuka. Ni kama anafikiria Yesu hakujua. Kuna wengi wakinipigia simu wakuje niwaombe, wananiulizanga, unaonanga? Kama hawajui CCTV ya Yesu iko. Unaweza kutabiri kama hawajui Yesu ndiye anatabiri. Leo niko hapa nikwambie Yesu anakuona, atakutabiria. Amejua ya kwamba umezumbuka, uko na shida, umelia, umeongea, umekimbia, umetoroka, nini? Amejua zote. Na sasa amenituma hapa nikwambie, chukua nyavu yako, ingiza ndani. Sijui nini unataka na hiyo nyavu. Nyavu sio mbaya. Umesikia Petro akarudi kwa Yesu, akamweleza, uniondokee, mimi ni mwenye dhambi mfalme. Aliposhika samaki ndiye akajua ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Sasa niko hapa nikwambie, nyavu sio mbaya. Kile unataka iko, itapatikana. Lakini wewe ambayo unaitafuta, uko aje? Petro alitafuta hakupata mpaka Yesu akakuja. Ndipo akagundua yeye ni mwenye dhambi, ndio sababu akawa anaweza kushika samaki. Na Yesu alipokuja, dhambi zote zikatoka. Yesu aliosha dhambi. Ndipo akashika samaki. Ndipo akakuja kunyenyekea, kutubu mbele ya Yesu, akieleza ya kwamba uniondokee, mimi ni mwenye dhambi. Yesu anakutaka. Amekuja kwako akuondolee dhambi, akuondolee maumivu, akuondolee shida, akuondolee kilio, akuondolee tatizo. Yesu amekuja kwako vile alienda kwa Simeoni. Utarudi kutetemeka, utarudi kutishwa, utarudi kushangaa, utarudi kuzunika. Yesu amekuja kwako, anataka uchukue nyavu. Tuko tayari tuchukue nyavu, twende tuchukue chochote ambayo Yesu anataka, ambayo Yesu ametuamuru tuchukue. Sijui unasikiaje wewe? Uko na kitu unataka Yesu kufanyie? Ikiwa Yesu alisema kwa agano ya kwamba chote ambayo baba yake mbinguni hakupanda itang'olewa, hiyo ndio sababu alikimbia akaenda kwa Petro, kwa Simoni Petro. Sababu aliona zile zimepandwa kwa Simoni sio za Mungu. Sio za Mungu.
Ndipo akaenda kwake ang'oe vitu ambayo shetani aliweka kwa Simoni, ili Simoni arudishe nyavu, ili Simoni ashike samaki. Ni nini iko kwako Yesu anataka kung'oa sasa? Vile isipong'olewa utakuwa kama Simoni. Simoni alirudi akatetea, akajitetea, akasema yeye ni mwenye dhambi. Alikuwa amejua yeye ni mwenye dhambi, ndio sababu alishindwa na kushika samaki. Njoo kwake Yesu sasa. Yesu ako tayari kukufanyia. Yesu ako hapa akufanyie. Hakuna shida inaweza kushinda Yesu, hakuna. Ikiwa alifungua macho ya Batimeo, alishika damu kwa tumbo ya yule mwanamke, alifufua Lazaro kutoka kwa wafu, na hata mimi niko hapa alinifufua, hata mimi niko hapa aliponya maradhi kwa tumbo yangu. Nini inaweza kushinda Yesu? Nothing. Hakuna. Hakuna kile inashinda Yesu hata kimoja. Hakuna. Sasa tayari Yesu amekujua. Hata kama umekataa kunena, amekujua. Umekataa kukuja kwake, amekujua. Unajua Petro hakwenda kwake. Yesu ndiye alienda kwa Petro sababu alimuona kwa CCTV akasema wacha niende. Nieleze huyu mtu nimemuona, nimemjua na shida zake. Yesu anakutaka ili akuongeleshe. Anataka ang'owe zile zilipandwa na mwovu Shetani. Yesu anangoja tu useme tu, Bwana mimi nilikuwa mwenye dhambi lakini unisemee. Utakapokubali ya kwamba ulikuwa mwenye dhambi, Yesu ataingia kwako na ataanza kufanya kazi. Sababu kile ilileta Yesu ulimwenguni ni kusamehea watu dhambi, ama kuacha dhambi, ama kufuta dhambi za watu. Sasa ukikubali, utakuwa kama Simoni ambaye alishika samaki nyingi. Kabla Yesu hajaenda kwake, hangeweza kushika samaki. Ni nani anataka Yesu sasa? Tuombe. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, nimeshukuru jina lako. Nimekabidhi watu wote mkononi mwako sababu wanakutaka. Baba, sikia kilio chao. Wamekuja na nyavu zao ambaye hawangeweza kushika na samaki. Kwa vile ulinena na Petro akasema maneno ambayo imetoka kwa kinywa chako, kwa vile ya maneno yako anapeleka nyavu. Wacha huyu vile umenena na yeye apeleke nyavu, apate kile hangeweza kupata, apate kile moyo wake inamtaka. Asante Jehova. Jina lako itukuzwe na ibarikiwe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Mimi ambaye nilikuwa nikinena na wewe, mimi ni Askofu Nereah Mbewa. Ninatoka kwa kanisa cha Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi jijini. Tuko Makongeni Njogo Road. Ukishuka Rikana ama Makongeni Police Station utatupata hapo. Ukitaka Yesu akuondolee mabaya, atakuondolea. Njoo. Tumekukaribisha kwa kanisa yetu uone makuu, miujiza na ishara. Zile haiwezekani kwa binadamu, itawezekana kwa Yesu. Ukikuja, chukua namba yangu. 07 20 40 39 13. Wacha nirudie. Chukua kalamu andike. 07 20 40 39 13. Tukutane. Piga, chukua hiyo namba upige chochote ambayo unataka. Tutaongea, tutaomba na Mungu atakufanyia. Barikiwe, tukutane tena wakati wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Eternal Father, I offer you